Kwanza tunavyozungumzia utunzaji wa ngozi, kwa sababu unajua sasa hivi kumekuwa na mijadala mingi, kila mtu anatoa ushauri, lakini kuna wengine pia wanafanya biashara za vipodozi na vitu kama hivyo. Tunavyozungumzia utunzaji wa ngozi, mantiki ambayo tunatakiwa tuipate ni ipi hasa? Mantiki kubwa katika utunzaji wa ngozi ni kuhakikisha ngozi yako ina afya njema na ina muonekano mzuri. Hiyo ni kwa ufupi. Kwa nini? Kwa kuzingatia vitu unavyokula, kuzingatia hydration au kuzingatia kunywa maji ya kutosha, usingizi wa kutosha, lakini pia kuepukana na stress kwa kufanya mazoezi, msongo wa mawazo, kufanya mazoezi, kuzingatia kumshirikisha rafiki yako wa karibu au wataalamu ambao wamebobea katika kutatua matatizo unayopitia, psychologist, kuweza kuwashirikisha wale wanaopitia ili waweze kukusaidia kwayo. Ngozi yenye afya inaonekanaje? Inaonekana kama ya kwangu. Ya kwako? Ndio. Ngozi yenye afya kwa ufupi ni ile ngozi ambayo hata wewe mwenyewe kama binadamu unajua tumeumbiwa kujitambua. Ukijiangalia kwenye kioo unaona kweli umeumbwa vizuri. Wanasema una glow. Una glow, yes, unaweza kaita hivyo. Unang'aa, yani mtu akikuangalia hivi wanasema sura ina nuru. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Ndio. Sasa umegusia hapa vitu vya kufanya kwa ajili ya kutunza ngozi. Ndio. Sasa upande wa pili kuna vipodozi na mafuta tunayopaka. Lakini wewe hujataja vipodozi kabisa kwenye vitu ulivyotaja hapo. Umetaja usingizi, kulala vizuri, umetaja mazoezi, hydration, kunywa maji ya kutosha. Ndio. Kwa unaweza ukafanya vitu hivyo tu alafu hata usitumie chochote kama vipodozi na ukawa na ngozi nzuri. Kuna Kiswahili na mfano mmoja wa Kiingereza wanasema kwamba kile unachokula ndo kina reflect matokeo ya nje. Ukizingatia kula mlo kamili, zingatia mboga za majani, matunda mbalimbali, lakini pia ukizingatia vyakula vyenye protein, hasa samaki ambao wana omega 3 husaidia katika kuboresha ngozi hasa kuanzia ndani, kwa sababu mwili wako unafanya absorption. Tumbo linachukua zile nutrients zinazohitajika na mwisho wa siku ngozi nayo inapokea. Ikishapokea muonekano wa nje unatokea. Na kama vile vidole visivyofanana, sio watu wote wanaweza kupata uwezo kuweza kununua hizo tunaita skin care products. Kwa hiyo kwa hali ile ya kawaida, Mtanzania kawaida, unaweza kaendelea na kile kitu cha kawaida unachoendelea kupaka ambacho labda umeshauriwa na mtaalamu au labda tokea utoto wako ukitumia pasipo kuletea shida yoyote, kaendelea kukitumia hicho na ukazingatia mengine na ngozi yako ikaendelea kuwa ya kumeremeta kama hivi. Kuna watu wanakula vizuri, analala vizuri, anakunywa maji mengi, lakini bado ngozi haiko vizuri. Shida inakuwa nini? Msongo wa mawazo ni kitu kikubwa sana. Hilo hujalizungumza. Pia changamoto nyingine, ukiwa na msongo wa mawazo, stress ni kitu ambacho kinakufanya pia unazeeka. Ukiwa na msongo wa mawazo, kuna mmoja nyingine tunaita vichocheo katika mwili wako, zile homoni fluctuations zinatokea katika mwili. Kwa unakuta mtu labda ana miaka hata 18 lakini unamwona na miaka 30 kwa sababu ya ule msongo wa mawazo. Anaonekana kama mzee kabisa. Sasa wengine wana madeni, wengine wameachwa kabisa. Hiyo ni sababu moja wapo. Lakini kingine pia jua, kujikinga pia na jua. Jua waga lina tabia pia kuzeesha ngozi, hasa labda kwa kuvaa kofia kipindi kile ambacho jua ni kali, lakini pia kutumia labda sunscreen kama unaweza ka afford, kulingana na aina ya ngozi ulionayo, kwa sababu sio sunscreen zote zitakufaa. Na kabla hujatumia ni vizuri mshirikishe dermatologist au daktari bingwa wa ngozi aweze kukuambia hiyo itakufaa au haitakufaa. Kwa hiyo hii inahusu sana pia hata wale wenzetu, wapambanaji wenzetu ambao wanakuta wanauza vitu, wanatembeza vitu barabarani kwenye jua kali, hata mwamvuli basi. Sio tu kwa ajili ya mvua. Kwa anaweza akatembea na mwamvuli juani. Kabisa. Kwa mtu akionekana anatembea na mwamvuli juani, watu wasimuone kama amechanganyikiwa. Kabisa. Sasa tunasikia kwamba kuna watu wana ngozi yenye mafuta, wengine ngozi kavu na vitu kama hivi. Hizi aina za ngozi ziko ngapi kwani? Aina za ngozi ziko 5, lakini hiyo aina ya 5 inaweza kaingia kote. Aina ya kwanza ni aina ya ngozi ambayo ni normal skin. Tukizungumza normal skin ni ile ngozi ambayo sio kavu wala sio ngozi yenye mafuta. Iko hapo, iko vizuri. It's a normal skin. Inayofuata ni ngozi ambayo ni dry skin. Kwenye ngozi ambayo ni dry skin ni ile ngozi ambayo inakuwa ni kavu, na sio tu kuwa kavu, inakuwa ina flakes au inaita kama koko. Hiyo tunaita ni ngozi kavu. Then ngozi ya mafuta ni ngozi ile ambayo inakuwa ina mafuta, unaiona kabisa na mafuta, na ishara ya nje huaga ni enlarged pores, unakuta hizi pores zimeongezeka kidogo, zimepanuka, lakini pia anakuwa prone na kwa rahisi yeye kupata chunusi. Hiyo inaita ni ngozi ya mafuta.
Then kuna ngozi ambayo tunaita ni ngozi ambayo ni combination skin. Combination skin ni ile ngozi ambayo ni mchanganyiko sasa wa ngozi kavu na ngozi ya mafuta. Na hiyo ngozi ya mafuta huonekana katika T-zone. Tunaita T-zone ni ile area ambayo huhusisha forehead, huhusisha pia pua na pia huhusisha chin. Kidevu. Kidevu. Kwa hiyo tunaita hiyo ni T-zone. Kwa hiyo T-zone inakuwa na mafuta lakini the rest kuna kuwa kukavu. Hiyo tunaita combination skin. Hapa kwenye komo hapa ndo meta. Kabisa. Afu kwingine uko kavu kweli kweli. Sasa daktari, lakini sasa unajua sasa hivi kumekuwa na bidhaa nyingi sana, vipodozi, mafuta, na sasa hivi kuna wengine wanajifanya wakemia wa kuchanganya vitu, yani anachukua kipodozi hiki, mafuta haya anachanganya na haya, alafu anatengeneza product yake kama yeye. Lakini hebu tuambie nyewe wataalamu, iwe ni mafuta au iwe sabuni, ni vitu gani ambavyo ni vipodozi, mafuta yana gani ambayo nyewe mnashauri mtu anaweza kupaka kulingana na ngozi yake? Sasa hilo swali ni subjective. Kama unavyosema kulingana na ngozi yake. Tunaweza tukaanza kwa kuangalia labda mwenye ngozi kavu ya mafuta na kuendelea. Okay, asante sana. Hasa kwenye ngozi ambayo ni kavu, na shauri au watu wanakuwa na hatia au hatihati ya kupata hii kitu tunaita pumu ya ngozi. Kwa hiyo tunashauri watumie vitu ambavyo vina harufu sana kama vile sabuni tu kawaida ya kuogea, mafuta ambayo sio kwa na harufu. Na ushauri watumie hivyo ambayo inapatikana katika mazingira yetu na sio gharama sana. Lakini wale wenye ngozi ambazo ni za mafuta, tunawashauri waonane na dermatologist au daktari bingwa wa ngozi aweze kuangalia ngozi yao kwa wakati huo anachokiona, na kulingana na kile anachokiona ni rahisi kumshauri kitu gani aweze kufanya kupitia dawa za hospitali, lakini pia kupitia aina gani ya product ambayo inaweza kumfaa. Unaona? Lakini wale ambao wana sensitive skin lazima pia waonane na mtaalamu, daktari bingwa wa ngozi. Nikimaanisha sensitive skin ni yule mtu ambaye akipaka kitu chochote kwenye mwili una react, anapata mwasho, vipele vinatokea. Kwa ni vizuri aweze kukutana na dermatologist. Dermatologist yule au daktari bingwa wa ngozi humsaidia kuweza kutambua patch test. Anafanya patch test, kile kipodozi analala nacho usiku mzima, akiamka asubuhi ni rahisi kuangalia lile eneo ambalo lina shida aliyopaka ile dawa au kile kipodozi kama kimereact kwa kutengeneza wekundu au vipele, au saa nyingine hutokea mwasho katika ile eneo. Kwa ni vizuri kabla hujatumia kitu chochote uweze kuonana na daktari bingwa aweze kusaidia katika hilo. Kuwa na vipodozi vingi kwa wakati mmoja, unapaka vingi, yani mafuta mengi, aina nyingi tofauti tofauti, au vipodozi aina nyingi tofauti tofauti, ni salama kwa afya ya ngozi? Kwa kweli sio salama, na hiyo hutokea ni kwa sababu ya kutokujua nini unataka. Labda kufuata mkumbo, umesikia hichi kinasaidia, kinakufanya una glow, umeenda umechukua umeongeza. Kwa ni vizuri uwe na hiyo ni riski pia kusababisha au uko katika hatari ya kutengeneza ile kitu tunaita sensitive skin. Ngozi inaanza kureact mwisho wa siku, kama vile una bombard kitu kwenye ngozi, kila kitu unapaka, ngozi nayo pia inashindwa kutambua kipi iweze kutolerate. Kwa mwisho wa siku unakuja kushangaa vyote vinakukataa, vipele vinatokea. Kwa I suggest sio kitu kizuri. Ni vizuri upate ile procedures za kuongea na wataalamu wa afya, hasa wataalamu wa ngozi waweze kukusaidia kuweza kuvipunguza hivyo vipodozi ulivyo navyo na kuwa specific katika vile ambavyo vitakufaa. Kuna watu sasa hivi wanatumia njia za kuwapa watu vidonge wameze ili wawe na ngozi nzuri. Wengine wanatumia drips na mbinu nyingine, yani kama anamtibu mtu kabisa mgonjwa. Sasa hii ni sahihi kitaalamu? Nashukuru sana kwa swali zuri. Hawa watu kwa namna moja au nyingine ni wataalamu wa afya. Wengine sasa hatuna uhakika. Unajua wakati mwingine mtu anakuwa yuko mtandaoni anakushauri, hujui kama amesomea au hajasomea. Basi ni vizuri pia ukiwa kabla kwenda kupata ile huduma kuzingatia kufuata, kujua yule mtu ametrain wapi au amesoma wapi, na kama ana vile vyeti vinavyomruhusu kufanya ile kazi, na pia uweze kujua kile kiambata kilichopo kwenye kile kitu anachotaka kukupa kwa kuchukua kwenda kumshirikisha mtaalamu wa afya. Lakini je, ziko njia za kumeza vidonge na kuweka drip kwa ajili ya ngozi? Zipo hizo njia. Lakini why do you need that? Kama unaweza kula vizuri, unaweza kufanya mazoezi, ukanywa maji ya kutosha, kwa nini unahitaji vitu vya kuchoma? Anatakiwa kufanya hivyo ni mtu gani? Mara nyingi ukifuata, mtu yote anaweza kufanya, kutegemeana na kipato pia ulicho nacho. Naona, lakini hiyo ilikuwa imewekwa kwa wale watu ambao wanakuwa na matatizo yale ya malabsorption, ikimaanisha wenye magonjwa kama Crohn's disease au celiac disease, ambayo ina impair zile nutrients kuwa absorbed na tumbo lao. Kwa zile nutrients zinaingia straight katika circulation. Lakini sasa hivi sio mbaya kwa mtu mwingine kufanya kama kipato unacho, lakini ile huwa matokeo ni
ya muda mfupi, ni temporary. Kwa hiyo unatakiwa at least uwe na financial commitment kama unaamua kuingia katika hilo swala, kwa sababu ili uwe na consistency kabisa. Lakini kama unaweza ka afford labda kununua labda najua matunda, kula mboga za majani, kula balanced diet, chakula mlo kamili, au hitaji hayo yote, unaweza ka concentrate katika mambo mengine ambayo yatakufanya uweze kupata vitu naturally kupitia vile unavyokula. Ikitokea umepata allergy ndio au umepata reaction fulani kwenye ngozi, unatakiwa ufanye nini kwa hatua za haraka? Kwa hatua za haraka, cha kwanza ni kutambua kitu gani kilichokusababisha ukapata allergy. Cha pili ni kumkimbilia daktari, kituo cha afya jirani au huduma ya afya jirani, ili aweze kukusaidia. Lakini kama uko mbali na hao watu wote, tafuta cetirizine. Hiyo ni kama msaada wa haraka kama uko mbali na kituo cha afya na hakuna uwezekano kuweza kukutana na mtaalamu wa afya kwa usiku huo labda au kwa wakati huo. Cetirizine hizi za mafua husaidia katika allergies pia. Okay. Ndio. Lakini sio kwamba uzoee kufanya hivyo, hapana. Tumia cetirizine usiku, asubuhi nyanyuka nenda kwa daktari. Shirikisho, nitumia hichi nikapata mwasho, ili siku nyingine sije kajirudia tena. Sasa kwa ufupi sana daktari, kitu gani unawashauri sasa watazamaji wetu ambao wanatamani kuwa na ngozi nyororo, ngozi ambazo zinavutia? Na washauri kabla ya kutaka kutumia kitu chochote, cha kwanza waweze kufanya uchunguzi, tafiti, kwa sababu wote tumepewa kitu kinaitwa intellect kuweza kutambua hichi ni kizuri au hichi ni kibaya. Kwa hiyo washirikishe wahudumu wa afya au dermatologist ambao wamezunguka Tanzania nzima wapo kwa kile ambacho unataka kukitumia, kwa sababu tunasema ni long term. Kama ni skin care unataka kufanya kuboresha ngozi yako na muonekano wako, ni kitu cha muda mrefu ambacho tunataka kufanya hivyo. Kwa kabla ya kutaka kuanza hiyo safari, vizuri ubebe vile vitu vyako ambavyo unataka kutumia, mshirikishe mtu ambaye anajua zaidi ili aweze kupa ushauri kipi kinakufaa, kipi hakikufai. Sasa kuna wengine wanapenda matokeo ya muda mfupi, hata akipaka leo kesho atoke anang'aa. Hapana, kunaga matokeo muda mfupi. Matokeo muda mfupi yanakujaga na consequences. Ndio hiyo anatumia vitu ambavyo vinaviambata sumu. Kwa hiyo inachukua muda gani kwa skin treatment sasa kuanza kuleta matokeo? Sasa inategemea ni ipi ambayo ni intentions zako wewe ni nini. Matokeo yako unataka kuyapata ya nje ni yapi? Kama wengine wanataka kuondoa labda chunusi, nategemea daktari waaga, kuna dawa tunakupa utumie na ndani ya mwezi waanza kufanya kazi. Na mara nyingi sana huanza kwa ile hali ya kuzidisha ile tatizo, then baadaye hu clear out. Kwa hiyo inategemea ngozi ya mtu na pia inategemea ni aina gani ya product ambayo mtu anatumia pia. Sasa shukrani sana daktari, tunashukuru sana kwa kuzungumza nasi. Karibu sana.